Wanawake, nawaita nyie wanawake, samahani, naombeni mniitike, ila kwa ubaya msiniseme, msinizanii wala msinishike. Hivi mbona mnashusha hadhi zenu? Kwa nini mnashusha utu wenu? Kwani hamzioni thamani zenu? Au mmesahau kuwa mna daraja kubwa kwenye jamii yenu? Ndugu zenu wanahitaji malezi bora kutoka kwenu, tena yenye elimu. Mjue anachukia sana Ilahi kwa kujifananisha na hao makafiri. Kwa nini hamtafakari au hamna akili? Kwa nini baadhi ya wanawake wa Kiislamu hamjistiri? Muda wote mnaifanya public yenu mili, lengo tu wanaume ambao kwenu si halali wawahonge na kuwatamani mkutane kimwili. Vaeni hijabu au jilbabi, maana ndio mavazi kwenu yaliyo na heshima na mazuri aliyoamrisha Mola Kahari, maana yatawafanya mziepuke zake laana na kusifika kwa mema ya kheri wala sio ya shari. Msikubali ujahil uwatawale tena ulio dhahir, nao ni kuto kujistiri. Msipovaa kimaadili Allah kawaahidi moto tena ulio mkali. Pia nikikaa sana nafikiria na hili kiukweli, mpaka nahisi akili kuchanganyikiwa. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu hamtosheki kwa vile mlivyojaliwa. Sijui mnataka sifa muweze kusifiwa, au mnataka kila mnapopita vijueni muweze kuzungumziwa. Kwa kuharakia rangi nyeusi yenye uhalisia Mola aliyowapatia mnaiondoa. Sijui ndo uzuri utakaowafanya muweze kupata kuwaoa, maana hata sisi maboys miongoni mwetu hatutazami rangi mlizojikoboa au masha Allah kwa zile mzojaliwa, bali tutazama ni malezi gani ya dini kwenu mliolelewa. Acheni mkorogo, acheni kujiambizia, acheni kujikoboa, la sivyo popote pale mlipo mnalaaniwa. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu maneno yanayowatoka mwenu midomoni hamna aibu. Enzi hizo tumesimuliwa na mababu. Wanawake wa zama hizo walikuwa na heshima, ustarabu na adabu. Walikuwa ni wenye kuwafanya watu sana wastaajabu kwa zao tabia tena zenye muonekano wa ajabu. Lakini wanawake wengi wa sasa wanakesha usiku na mchana kwenye magesti na maklabu. Wanashinda na wanalala kwenye machafu, na bila uoga wanatembea na wazee, yani mababu. Nani kawafunza tabia hizo zitakazowapa kwa Mola wenu ghadhabu? Harakieni dada zangu tabia hizo kuziacha na kutubu kabla haijafika siku hiyo ya hisabu. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu hawapendi ndoa, wanapenda zinao na wanaiokopa mimba, na wakiibeba wanaharakia kuua alichokiumba Muumba. Eti hawataki kuzeeka, wafurahie ujana na wasiwakose wachumba. Ila kaeni na mjueni ni siku chache zenye kuhesabika, na ipo siku tutawazika na mtaiacha hiyo dunia inayowafanya mnayumba. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu, acheni kuombaomba pesa, pambaneni kufungua mlango wala si kuvunja kitasa. Dini yetu kuombaomba haijatufunza, bali imetufunza kutafuta ya halali pesa. Kama dada zangu waliotoka Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania pamoja na Mombasa kuelekea Omani, Marekani, Dubai, Saudia, ila isiwe kwenye njia ya haramu Mola aliyoikataza. Kama ni kwenye njia ya halali, ongezeni juhudi na mbarikiwe hasa. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu wanaingia kwenye mapenzi haraka. Miaka 15, 16 ameshayajua mapenzi na anafurahika. Mchana atakutamani, usiku atakutaka. Na waombeni, lazimisheni mioyo yenu kuwa na subra, bila shaka mazuri yake Allah atawafika. Nayo ni ndoa, ili muweze kustirika. Msiharaki wala msiapupii, maana yatawafanya muweze kuumia, kulia na kuwaliza wale waliowaombea kheri kesho iweze kuwafika. Yatawakosesha kusoma, mtangaika na kuteseka na kujutia kwa nini haya yamewafika. Baadhi ya wanawake wa Kiislamu hamwatii waume, na ingawa wanawapenda ndio maana wakawaoa na kuwaweka ndani. Usiku na mchana riziki wakiwatafutieni, ili mahitaji yenu kuwakidhieni na kuitafuta furaha na yenu amani. Msitoke bila azao idhini kwenye yenu majumbani. Msiwakaripie pindi watakapo kukoseeni, kwa upole waiteni chini, waikazeni na muwape nasaha iliyo na umakini. Msiwauzi kwa maneno mabaya kutoka kwenye yenu midomoni. Msitoke nje ya ndoa kwa sababu fulani. Msitoa aibu za ndani kwa wenzenu majirani. Rizikeni na haya alizowajalia Rahmani, wavumilieni na muwapenda badani.
kwa hakika atawaruzuku pepo manani.